Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Hii ni darasa nambari 5 katika mwendelezo wa kitabu chetu hiki Sharhu al-Manzumati al-Baiquniyah fi Mustalah al-Hadithi li fadilati Sheikh al-Allama Muhammadin ibn Salih al-Uthaymeen ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa limashayikhihi wa lijamii al-muslimin. Kwenye darasa hii qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, amesema mtunzi Allah mrahamu, wa dhi min aqsamil hadith idda wa kullu wahidin ata wa hadda. Anasema wa dhi ay wa hadhihi, na hivi min aqsami ni baadhi tu ya vigawanyo alhadithi vya hadithi idda ambavyo ni vichache, wa kullu wahidin, na kila kigawanyo kimoja hata kimekuja kigawanyo hicho wa hadda kikiwa kimeambatana na definition yake na taarifu yake na maana yake. Qauluhu, kauli ya mtunzi aliposema dhi ismu ishara, ni ismu ishara, manake wa hadhihi, na hizi, wal musharu ilayhi, na kinachoashiriwa, ma tarattaba, ni kile kinachopatikana, mahaswala fi dhihni almuallifi, kwenye akili ya mtunzi. Kwa kilichoashiriwa ni kile kilichopo kwenye akili ya nani? Ya mtunzi. In kanat al-isharatu qabla at-tasnif, ikiwa hii ishara ni kabla ya utunzi wake. Wa in kanat al-ishara, na ikiwa hii ishara baada at-tasnif, ni baada ya kutunga, baada ya utunzi, fal musharu ilayhi, basi aliashiriwa kwa ishara hii wa shay'ul hadiru, ni kitu kilichopo, al-mawjudu fil kharij, ambacho kiko nje. Famal muradu bil hadithi huna, basi ni yapi makusudio ya alhadith hapa alivyosema vigawanyo vya hadithi. Sasa makusudio ya hadithi hapa ni yapi? Kwa sababu tumeona vigawanyo vya hadithi viko aina mbili, ilmu diraya na riwaya. Anasema ilmu diraya, je, makusudio ya hadithi hapa ni ile ilmu alhadithi ad-diraya au diraya au ilmu ar-riwaya au ilmu riwaya, katika vile vigawanyo vya hadithi. Naqulu, tunasema almuradu, makusudio biqaulihi, ya kauli yake aliposema aqsamil hadithi, vigawanyo vya hadithi, huna hapa, ilmu alhadithi ad-diraya, ilmu ad-diraya ni ile ilmu alhadithi ad-diraya, ndio makusudio. Wa qawluhu idda, na aliposema idda, vichache, ay adada au adadun laisa bikathirin, anakusudia ni idadi ambayo si nyingi, si kubwa. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema wa kullu wahidin, na kila kigawanyo kimoja katika hivi vigawanyo vya hadithi, ata kimekuja kigawanyo hicho wa hadda, kikiwa kimeambatana na taarifu yake na maana yake na definition yake. Ai, anakusudia anna kulla wahidin, kwamba kila kigawanyo kimoja, min hadhihi al-aqsami, katika hivi vigawanyo, jaa bihi al-muallif, ambavyo amevileta mtunzi, amevileta mtunzi. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema ata wa hadda, kila kigawanyo kimoja kimekuja kikiwa kimeambatana na taarifu yake na maana yake na definition yake. Al-wawu huna, wawu hapa, wawul ma'iyati, ni ile wawu ya kuonyesha upamoja, na tulishasoma kwenye darasa ya nahwu kwenye mulhatul i'rab kuanzia darasa za 30 pale. Kwa ukitafuta utaelewa maana ya wawul ma'iyya, ni ile wawu ambayo inaonyesha upamoja. Wa haddahu, manaka anakuwa ni maf'ulun ma'ahu, sawa, mansubun wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih.
wa huwa mudhafun, alafu alhau dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Wa huna qaida, na hapa kuna kanuni, wa hiya nayo idha utifa ala dhamiri, patakapounganishwa kwenye dhamiri almustatir, ambayo imejificha, fal afsahu, basi lugha iliyokuwa fasaha zaidi, an takuna alwawu lilma'iyati, iwe wawu ni ya kuonyesha ule upamoja, wawu alma'iyya, wa yunsabu ma ba'daha, na kitanasibishwa kinachokuja baada yake kwamba ni maf'ulun mutlaqun. Tushaeleza pia maf'ulun mutlaqun kwenye darasa za nahwu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Telegram yetu au kwenye YouTube channel Muktazi TV, basi utapata kwa tafsiri na ufafanuzi mkubwa. Fa idha qulta, basi utakaposema Muhammadun jaa, Muhammad amekuja, wa aliyan, akiwa pamoja na Ali, fa innahu afsahu, basi lugha hii iliyotumika hapa ni fasaha zaidi min kaulika, kuliko wewe kusema Muhammadun jaa wa aliyun ukaifanya wau lilatfi, lianna wawu almaiyati, kwa sababu hii wawu almaiya tadullu ala almusahabati, inaonyesha ule pamoja na kule kuambatana. Falmashubu, kilichosuhubiwa, huwa dhamiri, ni dhamiri. Wa maana hadda, aliposema hata wa hadda ay ta'rifahu, hadd manake ni ta'rif, definition. Wal hadduna haddi manake huwa ta'rif, ni ta'rif bishay, ni kukielezea kitu, kukitolea maelezo kitu, kukitolea ufafanuzi kitu, kukitolea maana na definition. Wa yushtaratu fil haddi, na kuna shartiwa kwenye haddi ta'rif, unapokuwa unafanya definition au definition inapofanyika, inapotolewa, an yakuna mutarida, hiyo definition ni mutarid. Maana ya mutarid ni nini? Kusitoke kitu miongoni mwa vitu ambavyo vinaelezewa. So unaelezea definition ya simu, sasa hiyo definition yako ya simu na hiyo haddi yako na taarifu yako, basi simu nyingine zisitoke kwenye hiyo definition. Kwa hiyo kisitoke kitu ambacho ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatolewa maana, vinaelezewa maana na vinatolewa definition. Wa an yakuna munakisan, lakini pia definition na hadhi na taarifu inatakiwa iwe munakis. Munakis maana yake nini? Kusiingia kitu ambacho hakihusiki. Kwa mfano wewe unataka kumuelezea mwanadamu ni nani? Sasa kwenye maana yako hii ya mwanadamu utakapomuelezea iwe ni mutarid. Maana yake nini? Mwanadamu mwingine asitoke kwenye maana hiyo. Kwa mfano ukisema mwanadamu ni kiumbe chenye miguu miwili, sasa hii si mutarid. Kwa sababu gani? Kuna mwanadamu mwingine hana miguu miwili, umeshamtoa hapa. Kwa hiyo kusitoke kitu ambacho kinatakiwa kiingie kwenye maana hiyo. Lakini pia munakisan, hiyo taarifa yako iwe ni munakis, maana yake kusiingia kitu ambacho hakitakiwi kuingia hapo, sababu wewe umeamua kumuelezea binadamu. Ukisema binadamu ni kiumbe chenye miguu miwili, hata kuku pia ameingia kwenye hiyo definition yako na taarifa yako. Kwa hiyo ni mutarid, kusitoke kitu ambacho kinatakiwa kiingie, wa an yakuna munakisan, na kisitoke kitu ambacho kusitoke kitu ambacho kinatakiwa kiwepo, na kusiingia kitu ambacho hakitakiwi kuingia. Yani anna alhadda, nakusudia hadd taarif, yushtaratu, kuna shartiwa, alla yakhruja anhu shay'un, kusitoke kwenye maana hiyo kitu chochote, min almahdudi, katika kile kitu ambacho kinaelezewa, wa alla yadkhula fihi shay'un, na kusiingia kitu chochote min ghairi almahdudi, ambacho hakijakusudiwa kuelezewa hapo kwenye hiyo maana ambayo ni husika. Fa mathalan, kwa mfano, idha haddadna al-insana, tunapotaka kumuelezea mwanadamu, kumtolea taarifu mwanadamu, kumtolea definition mwanadamu ni nani, kama yakuluna, kama wanavyosema watu wa taarifu, annahu, ya kwamba mwanadamu hayawanun, ni mnyama, natiqun, mwenye kuzungumza. Wa hadha al-hadd yaquluna, na hii taarifu na definition na maana hii ya mwanadamu wanasema
innahu muttaridun, hii ni muttarid, kwa maana ya kwamba hakuja toka aliyekusudiwa na anayetambulika kuwa ni mwanadamu, wa munaakis pia manake hakuja ingia ambaye hatambuliki kuwa yeye ni mwanadamu. Innahu muttaridun, hakuja toka kitu ambacho kinatakiwa kiingie hapa kwenye maana hii, na munaakisun, na hakuja ingia kitu ambacho hakitakiwi kuingia kwenye maana hii. Fa qauluna, basi kauli yetu tunaposema hayawanun, mwanadamu ni mnyama, kharaja bihi, kumetoka au ametoka kwa kupitia kauli hii, ma kitu ambacho laisa bihayawani, si mnyama, kaljamadi, kama vile vitu ambavyo non living organisms kama mawe, miti, hawajaingia hapa. Vitu ambavyo havina uhai vile havijaingia hapa, kwa sababu hayawanun inatokana na alhayy, ule uhai. Sasa imeletwa katika wazni wa fa'alan kuonyesha mubalagha kwamba mwanadamu ni mwingi wa uhai, ni kiumbe chenye uhai, maana yake ni living organisms. Living organism, maana yake non living organism haingii hapa kwenye maana ya mwanadamu, lakini akatofautisha kwa sababu hayawan, hata nyani pia ni living organism, hata mbuzi pia ni living organism, kwa sababu yuko na uhai mwingi tu, yatamatta bil hayawiyya, anastarehe na anasifika na sifa ile ya uhai, brief, na zile sifa nyingine zile. Kwa hiyo wa qauluna natiqun, tuliposema kwamba ni mnyama ambaye anazungumza, kharaja bihi, kumetoka kupitia kauli hii, ma kile kiumbe ambacho laisa binatiqin, hakizungumzi, kama bahimi, kama wale wanyama ambao hawazungumzi kama ng'ombe, mbuzi. Pale mwanzo tuliposema ni mnyama, mbuzi pia aliingia, lakini hapa maadamu yeye hazungumzi, basi anabaki mtu peke yake. Fa hadha alhadd al'an, basi hii ndio taarifu. Maana yake tumeelezea kitu kwa kuweka mipaka, limit, kwamba kinachotakiwa kuwepo hapa ndani hakiwezi kutoka na kilichoko nje hakiwezi kuingia hapa. Maana yake tukisema mwanadamu ni mnyama mwenye kuzungumza, hapo mbuzi haingii. Tena fa hadha alhadd, hii ni taarifu, ni definition alana, sasa hivi tamun, tena iliyotimia, la yadkhulu fihi, kuingia hapa ndani ya maana hii ambayo imetajwa ya mwanadamu, shay chochote min ghairi almahdud, ambacho hakija kusudiwa kuelezewa na kutolewa definition. Wala yakhruju minhu, na hakutoki kwenye maana hii na definition hii na taarifu hii, shay'un, chochote min almahdudi, katika kitu ambacho kimekusudiwa kutolewa maelezo na taarifu na maana yake. Kwa hiyo hakuingii kisichohusika na hakitoki kinachohusika. Walau qulna, na lau tungelisema sasa, innal insana, mwanadamu, hayawanun faqat, ni mnyama tu, yani tungemueleza mwanadamu kwamba ni mnyama tu, fa hadha la yasihu, maana hii haikubaliki. Limadha, kwa nini? Li'annahu, kwa sababu yadkhulu fihi ma laysa minhu, unaingia ndani ya maana hii wasiokuwa mwanadamu, asiyekuwa mwanadamu, asiyehusika na neno hili la insan. Fa innana, hakika sisi, idha qulna, tunaposema innal insana hayawanun, binadamu ni mnyama, tadakhala fihi, angeingia albahimu, wale wanyama ambao hawaongei, wanathiqu, wanaongea. Wa idha qulna, tutakaposema innal insana hayawanun natiqun, mwanadamu ni mnyama anayezungumza, aqilun, mwenye akili, fa hadha la yasihu, hii vile vile tukiongeza neno aqil, mwenye akili hapa, hii pia haikubaliki aidan vile vile. Li'annahu, kwa sababu yakhruju minhu, kunatoka kwenye maana hii, baadhi afradi almahdudi, baadhi ya wale ambao wamekusudiwa kuelezewa katika maana hii. Huwa almajnun, kama vile mwendawazimu hana akili lakini ni mtu, kwa anakuwa anatoka. Idhan, hivyo basi, fala budda, ni lazima, fil hadd, kwenye taarifu na definition, an yakuna muttarida, iwe ni muttarid, maana yake kusitoke ndani ya definition hiyo na maana hiyo kinachohusika kwenye maana hiyo, wa munaakisa, na iwe ni munaakis, maana yake kusiingie kitu ambacho hakitakiwi kuingia hapo. Wa idha qulna, na tunaposema fil wudhu'i, kwenye kutawadha,
tukaamua kuelezea maana ya udhu ni nini, maana ya kutawadha ni nini. Tukasema innahu udhu ni ghaslul a'dha'i, kuosha viungo al-arba'ati vinne fakat, mikono, uso, kichwa na miguu. Fahadha la yasihu, maana hii haikubaliki. Yani tukisema kutawadha ni kuosha viungo vinne tu, mikono, uso, miguu, kichwa na miguu, maana hii haikubaliki. Fala budda, ni lazima antakula, useme ala sifatin makhsusa, katika sifa maalum, kuosha hivi viungo vinne kwenye sifa maalum. Laana kwa sababu wewe lau ghasalta hadhihi al-a'dha'a, lau utaosha hivi viungo ghaira murattabatin, bila ya kupangilia, yani ukaanza miguu ukaja mikono bila ya mpangilio, lam yakun hadha wudu'an, huo hautakuwa udhu shar'iyan wa kisheria. Kwa unaposema ghaslu al-a'dha'i al-arba'ati, lazima udhu ni kuosha viungo vinne, lazima uweke kifungo, qaid, limit, ala sifatin makhsusa, katika sifa maalum, kwamba kuwe na utaratibu katika ule uoshaji wake, ndio hapo ndipo patazingatiwa kuwa huo ni udhu. Walau qulta, na lau wewe utasema udhu huwa ghaslul a'dha'i al-arba'ati, ni kuosha viungo vinne, mikono, uso, kichwa na miguu, thalatha, na mara tatu, ala sifatin makhsusatin, katika sifa maalum, katika namna maalum, fa inna hadha aidan la yasihu, maana hii pia haikubaliki, si sahihi. Liannahu, kwa sababu yakhruju minhu, kunatoka kwenye maana hii, baadhi almahdudi, baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa viingie kwenye hii maana. Fa innahu yakhruju minhu alwudu, kwa sababu kunatoka hapa udhu, idha kana ghaslul a'dha'i fihi maratan wahida, kutakapokuwa kuosha viungo kwenye udhu huo maratan wahida, mara moja, kwa sababu udhu ukiosha mara moja pia yafaa. Kwa hiyo udhu wa aina hiyo, kuosha mara moja, wewe kwenye taarifu yako na definition yako ukitaja mara tatu, udhu wa kutawadha mara moja na kuwa hauingii kwenye maana ya udhu ambayo umeileta. Wa ala kulli hal, na kwa hali yoyote ile, fal haddu huwa taarifu. Haddi maana yake ni taarifu, definition, maana. Wa huwa alwasfu, ni kusifu kitu, almuhitu, kusifu huko kuwe kunaenea, bimausufi, kile kinachosifiwa. Kusifu huko, almumayyizu, kuwe kunatofautisha, lahu, kitu hicho unachokielezea, unachokisifu, ana ghairihi, unakitofautisha kutofautiane na kitu chengine. Wa shartuhu, na sharti ya alhaddi, taarifu, definition, an yakuna muttarid, kwanza iwe ni muttarid, munakisan, iwe ni munakis. Maana yake nini? Alla yakhruja shay'un min afradihi, ndio maana ya muttarid, kusitoke kitu chochote katika kile kitu kimoja anhu, kisitoke kwenye maana hiyo ambayo wewe unaielezea kwenye taarifu hiyo. Wala yadkhula fihi shay'un, na kusiingia kwenye maana hiyo na definition hiyo, min ghairi afradihi, vitu ambavyo havihusiki, kile kitu kimoja ambavyo ni katika jamii ya hivyo vitu ambavyo, hicho kitu ambacho wewe unakielezea. Kwa hiyo kisiingie, kusiingie kitu ambacho si katika jamii ya hiko kitu ambacho wewe umeamua kukielezea na kuitolea taarifu na definition. Naktafi bihadha alqadr, wallahu a'la wa a'lamu, alhamdulillahi rabbil alamin.